Ukifa hauendi peponi wala hauendi motoni. Roho yako baada ya kuuacha mwili wako itawekwa katika tumbo la mama fulani mjamzito, atazaliwa nayo mtoto mwingine. Hiyo ndo dhana ya reincarnation, ya kwamba roho unayoishi nayo wewe leo tayari walishaishi nayo mababu na mabibi wengine huko kabla, na wao walipokufa ndio roho hiyo ukazaliwa nayo wewe. But in a neighboring village, a boy was born who claimed memories of the dead child's life. Na wewe utakapokufa, mwili wako utakuwa umeteketea, umeenda, lakini roho hiyo itabaki waishi nayo wengine. Thousands of years ago, the ancient Egyptians believed that the soul continued to exist after death. Waweza kuwa binadamu, au inaweza ikawekwa hata kwa mnyama, au inaweza ikawekwa hata kwa samaki. Na ushahidi unaopatikana kutoka katika visa vinavyosimuliwa na watoto ambao hukumbuka maisha yao ya zamani, je, unatuambia nini kuhusu ukweli wa hatima ya maisha ya mwanadamu baada ya kifo? The Storybook. Tukifa tunaenda wapi? Jibu la swali hili ni miongoni mwa mambo ambayo huzua mjadala sana miongoni mwa watu wa imani mbalimbali. Kulingana na imani kubwa za dini duniani, wengi wanaamini mtu mwema akifa upya. The Storybook. The Storybook. Mwaka 2014, wazazi wa mtoto wa miaka 4 kwa kipindi hiko, mtoto aliyekuwa akiitwa Andrew Lucas, walianza kupata hofu na kudhani kuwa mtoto wao anajiuota mara kwa mara, na maono hayo yalikuwa bayana mno. Yuko msomi mmoja anaitwa Jim Tucker. Huyu ni daktari ambaye amefanya tafiti nyingi sana kuhusiana na watoto ambao wanaamini wamezaliwa upya na awali walishawahi kuishi. Jim Tucker amefanya tafiti hizi kwa zaidi ya miaka 20. Na baada ya tafiti hizo, hivi sasa yeye ni miongoni mwa watu wanaoamini katika hii dhana ya reincarnation, ya kwamba unapokufa roho yako anazaliwa nayo kiumbe mwingine, mwanadamu, mdudu, samaki au mnyama. Ameandika kitabu kinaitwa Return to Life. Ningependa ukisome. Lakini pia viko vitabu vingi sana vinavyozungumzia dhana ya reincarnation. Kwenye kusoma huku yamejificha maarifa mengi sana. Lakini tukibaki kwa huyu Jim Tucker, anazungumza ya kwamba hawa watoto ambao huwa wanakumbuka yale yaliyopita katika maisha yao, mara nyingi huanza kuyazungumza wanapokuwa na umri wa miezi 35. Mtoto anapokuwa kati ya umri wa miaka 2 mpaka 5 au 7, hapo kati huwa anaweza sana kukumbuka yale ambayo aliyaishi katika maisha yake yaliyopita. Na wengi kati ya wale watoto ambao huwa wanaweza kukumbuka yale yaliyopita ni wale watoto ambao katika maisha yao ya awali walipitia vifo vibaya sana, aidha kifo cha kuuawa au kifo cha ajali mbaya, labda moto au ajali ya gari au ajali ya ndege. Vifo vya namna hii hupelekea iwe rahisi zaidi kwa mtoto kuzaliwa akikumbuka maisha yake ya awali. Na ni 70% takriban ya watoto ambao wamewahi kupitia mikasa mizito kama hii huzaliwa wakikumbuka yale maisha yao ya awali. Hayo ni miongoni mwa anayoyaamini Jim Tucker baada ya kufanya uchunguzi wa dhana hii ya reincarnation kwa zaidi ya miaka 20. Lakini kwenye imani za dini zinazozungumza dhana ya reincarnation, miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa ni kwamba waweza kuwa binadamu mwovu sana leo, ukaishi ukiwaua watu na kuwadhuru,
au kudhulumu na kufanya madhambi yoyote yale. Hayo madhambi ni madeni ambayo siku moja lazima uje kuyalipa. Utayalipaje? Ndio hapo utakapokuta unazaliwa tena upya. Na utakapozaliwa huenda ukapatwa na mtihani ambao huo mtihani utakuwa ni mateso yatakayokufanya ulipie madhambi uliyoyatenda katika maisha yako ya awali. Dhana ya reincarnation ina mambo mengi sana ambayo hatuwezi kuyamaliza hapa leo katika simulizi hii moja. La msingi, soma zaidi. Jamal April, Professor. The Storybook.